Nateseka jamani, naumizwa mwenzenu, nimekosa nifanye nini? Kijiji cha shida jamani, minaishi, nimekosa nifanye nini? Oh jamani, hata kama naumizwa na imani atakwisha, nitapata kipendwa roho, naishi peke yangu, mimi najiuguza mimi mwenyewe, hata kama nikiwa mgonjwa. Oh, naumizwa jamani, jamani, ni nani atatoa msaada kwangu? Naumizwa jamani. Najua ipo siku mateso yangu yatakwisha, hata kama watu wananidharau na kunidhihaki, yatakwisha na ipo siku nitabeba ushindi. Jamani, nasemekea wapi? Odi. Oh, karibu. Oh, mambo. Salama vipi? Fresh. Mbona umejipoteza? Mimi niko. Nilifika sehemu ambapo tunakutania, sikukuangalia mpenzi. Ngome ilikuwa pale. Oh, ulikuwepo? Ila karibu ndani. Sawa, keti hapo. Asante. Karibu. Umetokaje huko? Nimetumia akili. Mimi najua ufalme wenu wa matata. Nimetoroka. Oh, umetoroka? Si vizuri, umefanya vibaya. Nakuwa kumisi vibaya. Lakini nyumbani wanaendeleaje? Kwa salama, sijui wewe. Wako salama? Mimi niko vizuri, nashukuru Mungu. Inabidi uwe makini kwa sababu unaweza kuwa mpelelezi na kupeleleza na nakufuatilia. Sizani. Kuzani? Mimi siku hizi siamini watu. Ila nilikuwa nimekumisi mpenzi wangu kweli. Lakini kwa hiyo nisikuje katika ufalme wetu, sababu unaangalia ufalme wetu ni matata sana. Sio rahisi. Unajua, mimi nahitaji amani kwa sababu kwenye ufalme wetu hakuna amani. Tumia akili. Sababu mimi nilikuwa natamani ukika katika ufalme wetu. Sababu ufalme wetu ananyanyasa sana, mnateseka sana. Najua. Hawapatia hata haki yenu nyinyi wa kijiji. Oh, huu mfalme si mfalme sahihi. Huu ufalme lazima atakuwa ameuchukua kwa mikono ya wafalme wenyewe. Yes. Kwa sababu siamini huu mfalme. Unajua nini? Kuna majani ya shamba hili nimechuma huko na nakwenda kuitia kwenye jiko, usijali nitakurudia. Nini wanawake wafahamu nataka nini? Unajiona mzuri kuliko sisi. Kwanza wewe si wa ufalme wetu. Ayaz! Jamani. Ameenda wapi? Huyu mtoto kweli amepotelea wapi? Trisha! Mama!
Kuya hapa. Be mama, nilikuwa nakuuliza. Lakini huyu dada yako, hii juma yote simuone. Mtoto wangu yuko wapi? Hapo kweli mimi simuone. Kweli huyu mtoto anatosha wapi mtoto wangu wa jameni? Sasa na wao ulizie au juu kwenye anaenda? Kwani na siku 2 sijamuona. Sasa sijui wapi alipoelekea. Akose. Twende kwa uongozi kwa tuone. Kutonga amepotea siku nyingi. Sasa mama, wewe unaendaje kwa uongozi? Haujapata hata habari yoyote kwamba walimuona sehemu hii au walimuona sehemu fulani hivi? Wewe utaendaje kwa uongozi? Basi hii wiki mzima. Hii wiki mzima kweli. Nilikuwa nasema hivi tu, kwanza tusubirie kidogo. Hapana siwezi. Kwani mimi hapo sina kingine cha kuongezea. Lakini acha mimi kumbaongoza. Mama, mimi hapa sina lingine la kusema. Lakini wewe kama mtu mzima, wewe ndo una maamuzi ya mwisho. Sababu mimi siwezi nikakuamulia hapa. Hapo lazima wewe ndo uamue kama unaenda huko kwa wakuu wako unaenda. Kwa kweli acha niende kitu kwa kweli. Hamna shida. Na kuacha kunyumba, chunga vitu. Igwe. Mkuu wa kijiji, tuna matatizo yanayotusumbua kijijini kwetu. Matatizo gani hiyo? Matatizo yanayotusumbua, wezi washakuwa wengi sana. Wezi? Ndiyo, wezi washakuwa wengi sana kijijini kwetu. Usiogope mama. Swala lako limeshajibiwa. Mtukufu mfalme lazima apate ripoti sasa hivi. Asante sana mkuu wa kijiji. Igwe. Naomba munifungulie. Nina ujumbe wa mfalme. Mfalme, kuna ujumbe. Hebu nahitaji huo ujumbe. Mtukufu mfalme wangu, uishi milele, mfalme wa ardhi yetu. Hivi kuna ujumbe gani ambao unaendelea katika kisiwa? Mfalme wangu, kuna wizi ambao unaendelea katika kijiji chetu. Kuna mama ambaye ameibiwa, ila sijajua ameibiwa nini, ila amesisitiza sana mfalme wangu, ndio maana niko mahali hapa. Kama kuna hizo tukio ambazo zinaendelea katika kijiji chetu, basi itakuwa wanakijiji wanaanza tabia mbaya katika kijiji kizima. Sasa basi, inatakiwa ondoke pamoja na Mr. G na Steve. Muhakikishe yule kijana anakamatwa na kuleta katika uwanja wa mfano. Nafikiri mnanisikia. Ndio mfalme.
Oya bro, kuna nini? Ndugu yangu. Sijakuelewa. Ndugu yangu, ni matatizo tu ya ulimwengu. Matatizo? Matatizo gani hayo? Nilikuwa na mpenzi wangu. Mpenzi wako kivipi? Sasa alikuwa ndani. Nilikuwa nimemwacha ndani. Alafu nimetoka kidogo. Niliporudi ndani jamani sikumkuta. Kaka zangu naomba msaada. Msaada? Ndio kaka zangu, nisaidie. Oya bro. Njoo kwanza ukae. Sasa nitakaa vipi? Kaa kwanza kidogo. Asante. Naomba msaada. Msaada gani? Nisaidie. Mpenzi wangu amepotea kighafla. Haya, chunga hapo kwanza. Asante. Oya bro. Mkinisaidia nitawashukuru kaka. Oya bro, nilizani wanatushika na mimi jamani. Nilizani wa watu wa hiyo mbuzi. Oya bro. Chunga kwanza. Oya bro, tusubiri hapa tunakuja. Asante kaka. Kuna nini? Kuna nini? Jamani, kuna nini? Sawa basi. Huyu kijana inatakiwa akamatwe na kupelekwa ndani ya gereza. Alafu mjumbe, hebu nenda ukamtafute yule mama, mwambie kwamba anahitajika katika uwanja wa mfalme kesho asubuhi na mapema. Hivi nilifanya nini mfalme? Mbona mimi sijui kosa langu? Sihitaji kujua. Fungua mlango. Fungua mlango. Ufalme wenu kwa kweli hauna maana. Yaani mnashika watu hata wenye hawana hatia mnawaweka ndani. Ndio maana mimi siwezi kushirikiana na ufalme wenu. Ufalme wenu hauna maana kabisa. Aisha! Aisha! Karibuni mkuu wa kijiji. Ingwe. Mfalme anakuhitaji haraka sana. Shida gani mjumbe? Nimemleta mama aliyeibiwa. Mfalme, umefika aliyeibiwa. Habari yako mama? Mzuri mfalme. Siku ya jana tulipokea taarifa mbaya katika utawala wetu kusema kwamba unapata matatizo ya kuibiwa. Hivi likuwaje? Mheshimiwa mfalme, ndio niliibiwa mbuzi yangu.
Kuna wezi wawili walikuja nyumbani kwangu wakaniibia mbuzi yangu wakaipeleka. Nikaenda kwa mjumbe nikamwelezea matatizo yangu, akiniambia taileta kwa mheshimiwa mfalme. Sawa basi, mjumbe. Henda ukaagize maaskari wakaleta wale vijana. Ndiyo mfalme wangu. Maaskari zangu. Naam, Malkia. Muondoke, nataka kuongea na vijakazi vyangu. Kidodi. Naam, Malkia. Hebu kaa, nataka kuongea na nini. Unasikia haya mambo ambayo wanaongelea huko? Eti watu wanaanza kunyanyasika hapa, mfalme anawanyanyasa. Ndio Malkia, nimesikia. Aha. Huu ndio muda wangu sasa. Nitaufanyia kazi. Bwana mfalme, sio huyu yule kijana aliyoniibia mbuzi yangu? Steve. Inawezekanaje mkamkamata mtu ambaye hana hatia katika kisiwa? Inatakiwa muwe makini. Kama tunawaagiza kwenda kumleta muhusika, muhakikishe mmemleta muhusika katika uwanja wa mfalme, na si kumleta mtu ambaye hana hatia katika uwanja. Inatakiwa tuwe makini. Haya basi, sitaki tena hata siku moja makosa kama na haya yajirudie katika kijiji wala katika utawala wangu. Kama tunawatuma muhusika ambaye anahusika na tatizo katika kijiji, basi muhakikishe mnamleta mtu ambaye anahusika kabisa. Kijana, unaweza kuondoka kwa sasa, uko huru. Asante mfalme. Ila samahani, tumsikie mjumbe. Mfalme wangu, kuna shida nyingine ambayo imejitokeza katika kijiji chetu. Shida? Shida gani hiyo tena? Kuna mama kutoka falme jirani ambaye ameingia katika ufalme wetu mfalme. Falme jirani? Unaweza kumruhusu aingie katika ufalme wetu? Mfalme anakuhitaji haraka sana iwezekanavyo. Asante. Karibu mama. Asante mfalme. Mbona ghafla hivi katika utawala wangu? Hivi kuna tatizo? Ndiyo mfalme, nimepoteza msika wangu. Msika wako? Mbona sikuelewi? Msika wako unakaa mtafutia katika ufalme wangu? Ndiyo mfalme, mtoto wangu anamaliza saa hii juma mbili aonekani tena, kuko mwenye alimuona na anapotelea katika hiyo mfalme yenu. Hivi uko na uhakika kwamba msika wako alipotelea katika utawala wangu? Ndiyo mfalme, nina mshahidi. Unaweza ukamleta. Asante. Kijana, ushahidi gani unao? Ushahidi ambao ninao, niliona yule kaka yule Elias alimkaribisha yule dada kutoka katika falme jirani akaingia katika nyumba yake, ila sikuelewa mambo yao. Elias? Ndiyo mfalme. Ni nani hapa anayemjua Elias? Ni mimi mheshimiwa mfalme. Njoo ukunieleze huyo Elias ni mtu gani katika kijiji. Basi njoo hapo nieleze huyo Elias ni mtu gani katika kijiji. Ndiyo mheshimiwa mfalme, Elias ndio huyu kijana. Mimi? Ndiyo. Ndio huyu? Ndiyo mheshimiwa mfalme. Hivi kijana, ni kweli yule binti aliingia nyumbani kwako? Ndiyo mfalme. Lakini alipotea kighafla mfalme. Akapotea kivipi labda? Nilitoka nje, nilivyorudi ndani sikumkuta. Sasa maaskari nasema hivi, huyu kijana anatakiwa kamatwe na kupelekwa ndani ya gereza. Hapana mfalme. Nimetoka gerezani narudi tena gerezani. Hii sio haki mfalme. Nasema hivi, mimi ndiye mfalme Ateta. Hii sio haki mfalme. Ninachoweza kuamua katika kijiji changu ndivyo kitakachofuatwa. Nasema kamatwe na kupelekwa ndani ya gereza. Hapana mfalme. Nasema kamatwe. Mfalme hapana. Huu ni utawala gani? Huu ni utawala gani mfalme? Wewe utaamua kama nani katika utawala wako. Utawala wako utadumu mfalme. Sasa mama anasema hivi,
Yule kijana tayari ameshawekwa ndani ya gereza. Sasa tutabaki tukifuatilia hii kesi kwa utaratibu kabisa, ila tukipata majibu ambayo iko sahihi tutamtuma mjumbe aweze kukuita mara tena ili tuweze kufuatilia kesi yako vizuri. Unaweza ukaondoka.